Nataka niwaambieni kwamba wanasiasa ni wale wale, yaani usitegemee kumpata mwanasiasa tofauti na huyu ambaye unamfahamu. 99% ya wanasiasa wanafanana, tabia zao ni wabinafsi. Kuna marika katikati yao. Kwa mfano mwepesi kwamba mwaka 2014 na 15, mimi wakati huo nilikuwa niko Chadema, nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema wilaya ya Butiama, na rushwa niliyoishuhudia kwenye kura za maoni za mwaka 2015, upatikanaji wa wagombea ubunge wa Chadema wa mwaka 2015. Najua wakati ule Chadema ilikuwa kwenye peak. Kwa hiyo mwanasiasa yoyote yule ambaye alikuwa anahisi pengine hawezi pata nafasi kiwepesi, kwa naamini kwamba akipata nafasi ya kugombea ndani ya Chadema anaweza akawa mbunge kiwepesi. Kwa hiyo rushwa ilikuwa ya kiwango cha juu sana na viongozi walikuwa wakifacilitate rushwa walikuwa ni hawa ambao mnawaona hawa kina John Heche hawa walikuwa wanafacilitate rushwa hizo kwenye majimbo. Kwa mfano uchaguzi wa 2014 kipindi huyu Waitara mbunge wa Tarime vijijini aligombea wenyekiti wa mkoa na akapigwa pingamizi na kina John Heche na kina Esther Matiku na walimpiga pingamizi kwa nizengo tu walimpiga pale, na baadaye Waitara alizira, na sababu kwa anapiga pingamizi ni kwa sababu alikuwa anagombania jimbo la Tarime vijiji. Tarime ilikuwa ni moja wakati ule ilikuwa ijakatwa. Kwa hiyo John Heche anataka ubunge, Esther Matiku anataka ubunge, wakaona tisho lao ni Waitara, wakawa wamempiga pingamizi pale kwenye kutaka wenyekiti wa mkoa. Na baada ya Waitara kukimbilia Dar es Salaam akasema sasa atagombea Ukonga, uchaguzi ulibidi urudiwe kwa sababu Waitara alikuwa amepigwa pingamizi. Vincent Nyerere akachukua fomu ya kugombea ubunge, ya kugombea wenyekiti wa mkoa. Lakini wakati huo huyu Heche alikuwa amekula pesa za nani, huyu anamuita nani, anaitwa Kingaire. Kwa hiyo Heche alikuwa kwa Kingaire lakini Vincent tukao tumempigia Vincent kura nyingi, Vincent akashinda. Kwa hiyo rushwa ndani ya Chadema nilichoshuhudia ndani ya Chadema 2014 kwenye chaguzi za ndani, 2015 kwenye chaguzi za kura za maoni, pia nilikishuhudia kwenye chaguzi za Chadema za ndani za mwaka 2020. Hicho pia kimetajwa kwenye chaguzi za Chadema za ndani za mwaka 2023-24 kuanzia ngazi za wilaya, ngazi mikoa, kanda mpaka taifa. Hata mwenyekiti wao wa taifa nadhani mtakumbuka Mheshimiwa Tundu Lissu alizungumzia rushwa sana. Na hata mimi bado na marafiki huko Chadema ambao walishiriki uchaguzi wa mwaka jana wa Chadema wa kumpata mwenyekiti. Si kwamba Lissu wakutoa rushwa, timu ya Lissu ndio inatoa rushwa. Kwa hiyo tatizo la rushwa ni tatizo la kitaifa. Haya ambayo nayataja kwamba yamekuepo yakionekana ndani ya Chadema pia nimeyashuhudia ndani ya CCM. Katika uchaguzi wa kura za maoni za mwaka huu 2015, rushwa imekuwa ya hali ya juu sana ndani ya CCM. Uchaguzi wa ndani ya chama wa mwaka 2022-23 pia rushwa imekuwa ya hali ya juu sana. Kwa hiyo wanasiasa ni wale wale. Wanachokitaji wao ni madaraka. Kwa hiyo rafiki yangu au Mtanzania wa kawaida, usije ukadanganywa na mwanasiasa au mwanaharakati yoyote yule kwamba yeye anachokipigania kwa 100% ni maslahi yako. Ni uongo, haiwezekani. Nini sasa tufanye kwenye wakati huu ambao malalamiko yamekuwa mengi, madai yamekuwa mengi na watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba tunahitaji changes kwenye nchi yetu? Sasa badala ya kuwategemea hawa wanaharakati na wanasiasa ambao siku zote wamekuwa wakiweka maslahi yao mbele kuliko maslahi ya wananchi ambao wao wamekuwa wakijinasibu kwamba wanawapigania, ni bora sasa kama Watanzania ambao hatuna pa kukimbilia. Najua mimi na wewe kwa asilimia kubwa ambao mtanisikiza kwenye video hii, nchi kichafuka hatuna pa kukimbilia. Hata tukikimbia tutaishia kwenye makambi ya wakimbizi, ndugu yangu. Lakini wenzetu wakikimbia wanaenda kupewa hifadhi za kisiasa. Analala nyumba nzuri, watoto wanasoma shule nzuri, anaishi pazuri. Lakini kambi za wakimbizi nadhani mbona mnazishuhudia, tunaziona kwenye television jinsi zinaofanana. Kwa hiyo tusishiriki katika mtiririko wote ule ambao mwanasiasa au mwanaharakati ameona ni njia yake ya kujipatia kipato. Kwa mfano sasa hivi kuna watu wanaishi Marekani, wanaishi Ulaya, wanaishi sehemu nyingi tofauti duniani, na wengine wako ndani ya nchi
wao wamekuwa wakitumia shida zile ambazo tunazo kama taifa, kwa sababu automatically kama taifa hatuwezi kosa matatizo, lazima yapo. Sasa matatizo ambayo tunayo, badala ya kutengeneza mjadala mzuri wa kitaifa tuyatatue, wao wanatengeneza kama ni sehemu ya kufanya harakati zao na kujitambulisha na kupata fedha za kigeni kama wapigania haki za watu, lakini sio kweli. Wanachokipigania ni mapato yao. Sasa kwa mfano, kuna nchi moja jirani yetu hapa ambayo mwaka 2017 wakiwa na migogoro, ni viongozi wetu walienda kushiriki na kuwapatanisha na kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Hii nchi imekuwa ikitajwa kama mfano wa katiba bora sana, lakini ni katiba bora ya aina gani ambayo kuna mbunge mmoja jirani wa nchi hiyo ambayo nadhani kitu kama 2022 alimpiga DJ wa muziki disco. Alienda disco akamwambia DJ play nyimbo fulani, DJ akakataa, akampiga huyo DJ risasi ya shingo. Huyo DJ ameparalyze mpaka leo, na mama yake na huyo DJ alifariki kwa mshtuko, na huyo mbunge wa hiyo nchi jirani hajawahi kamatwa. Yupo mbunge mwingine ambaye pia wa hiyo nchi jirani ambaye alipiga mfuasi wa mpinzani wake risasi hadharani, akafa. Akakimbia, uchaguzi ukaisha, leo huyo mbunge yuko bungeni na hajawahi kamatwa. Ukihitaji zaidi utacomment hapo chini, nitakutajia wabunge ni akina nani. Lengo langu ni nini? Lengo langu ni kuonyesha kwamba hakuna taifa ambalo linakuwa limenyooka au litakuwa lina sifa ambazo ni sahihi kwa 100%. Sisi tuna shortcomings zetu, tuna matatizo yetu, tunapaswa tukae tujadili namna ya kuyatatua. Hatupaswi kwenda kwenye njia ya kuchoma nchi moto, kuharibu nchi yetu, kwa sababu ustaarabu ukishapotea haiwezekani ukaurudisha. Watu wanazungumzia mapinduzi ya kijeshi. Hakuna taifa ambalo mapinduzi ya kijeshi yaliwahi fanikiwa na yakakoma. Utawala wa kiraia hata kama utakuwa na mapungufu yake yanaweza kutaturika, lakini utawala wa kijeshi kushakuwa na mapungufu unakuwa ni utawala wa kihimla. Kwa hiyo tusikubali kwenda huko. Tumeona mataifa yote ambayo raia wameshindwa kuzungumza lugha moja na serikali, raia wameshindwa kuwa wavumilivu kuipa serikali muda wa kutekeleza ahadi zake. Tumeona mataifa kama Libya, tumeona mataifa kama Sudani, tumeona mataifa kama Kongo. Yote hayo ni matokeo ya raia kukosa uvumilivu na uvumilivu wa kuipatia serikali nafasi ya kutekeleza. Serikali ambayo imekutana na majanga mengi. Mimi ni muumini wa haki. Mimi siamini kwamba taifa lina kwamba amani inaweza ikapatikana pasipo haki, lakini ninaamini kwamba kero na changamoto zote ambazo tumekizungumzia kwamba watu wanakosa haki zao ni mambo ambayo yanalalamikiwa kila kona ya dunia. Sasa sisi kama taifa tunapaswa tukae tujadiliane kwamba matatizo haya ambayo tunayalalamikia tunayatatua vipi. Serikali ya awamu hii iliahidi licha ya kwamba unaweza ukasema kuipigia kura, lakini tayari ni serikali imesha hapa iko madarakani. Hakuna namna unaweza ukaitoa, na ukitaka kulazimisha uitoe kutumia mabavu, maana yake utatengeneza tatizo na janga la kudumu ambalo vizazi na vizazi watalikuta. Kwa hiyo tuipatie muda wa kutekeleza ahadi yake ya kubadilisha katiba na kuja na sheria nzuri, kwa sababu katiba nayo ukibadilisha kwa haraka utatengeneza katiba ambayo itawapatia mabepari na wenye nguvu za fedha kutawala na kuamua hatima za watu kwenye nchi. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi nikutakie jioni njema, usiku mwema, mapumziko mema ya weekend njema. Lakini tarehe 9 siku ya Jumanne ni siku ya kumbukumbu ya uhuru wa nchi yetu, na hakuna kuandamana. Tupumzike, tufanye self reflection, tutafakari na tukubaliane. Huko mbele tutakubaliana kama taifa. Tunataka katiba ya aina gani, mambo gani yabadilishwe, tunataka serikali iweje, na serikali pia nadhani imeona ni wapi ambako kuna mapungufu, mambo ya utekaji ambayo yanalalamikiwa yarekebishwe vipi, kwa sababu kuna wakati serikali inaweza ikawa sabotaged. Mtu anatengeneza mazingira, anafanya tukio baya lenye kufanana kwamba limetendwa na serikali. Kwa hiyo serikali inaweza iruhusu uchunguzi kutoka nje, kwa sababu inajua uchunguzi huo ukija, iwe tumeshiriki au tumefanya sisi au hatujafanya sisi, tutaonekana tumefanya, kwa sababu aliyefanya ametengeneza mazingira kana kwamba sisi tumefanya. Kwa hiyo mwisho wa siku ni serikali zote duniani huwa ziruhusu uchunguzi watu kutoka nje kuja kuwachunguza. Hata Wamarekani wenyewe hawajaruhusu kama hicho. Kwa hiyo mimi ni waombe wa Tanzania wenzangu kwamba tupumiliane, tupiane nafasi.